Wewe Muislamu, usipochunga hivi vitu vitatu katika maisha yako vinaweza kukutia katika moto wa Jahannam. Subhanallah. Vitu gani? Hakikisha unafuatilia mpaka mwisho. Jambo la kwanza akasema, wahfadh ainaka fi buyuti nnas, hifadhi macho yako wakati umeingia katika nyumba ya mtu. Ukishaingia katika nyumba ya mtu, hakikisha unakuwa na heshima, sio mtu wa kuchunguza mara sijui feni yake yenyewe mbovu yazunguka kambe hata kukatika ianguke, mara sijui flow yake yenyewe imebomoka. Usiwe mtu kama huyo. Macho yako hakikisha yanatizama vile vitu ambavyo kwamba Allah kahalalisha, na sio mtu ambaye kwamba ni wa kuchunguza vitu. Jambo la pili kasema, wahfadh lisanaka fi majalisi nnas, hifadhi ulimi wako wakati umekaa na watu. Si ukikaa na watu unasengenya wengine, unaongea vitu ambavyo kwamba sio vya khairi. Ukikaa na watu katika kikao, hakikisha unaongea vitu ambavyo kwamba mwisho wa siku vinakupa wewe thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio maneno ambayo kwamba hayana khairi ndani yake, na mwisho wa siku unapata madhambi. Jambo la mwisho akasema, wahfadh badnaka minhu alqawmik, chunga sana kila kitu ambacho kwamba unaingiza katika tumbo lako, ambapo kwamba ni riziki, chakula. Hakikisha kila kitu ambacho kwamba unaingiza katika tumbo lako unakichunga, kisiwe ni cha haramu, umeiba, umedhulumu, umefanya nini. Hakikisha kile unachokula ni riziki ya halali, kwa sababu haramu, yani ulimwengu, katika watu wengi ulimwenguni ambao kwamba wengi wanateseka ni kutokana na haramu, kula mali ya watu. Wao wanalia, wewe unafurahia. Vitu kama hivi basi vinasababisha Muislamu anajipalilia makaa mwenyewe siku ya Kiyama. Subhanallah. Wewe Muislamu na mimi, hakikisha tunarekebisha tabia zetu. Kama tulikuwa na tabia kama hizi, hakikisha unamsambazia Muislamu mwenzako kama sadaqatul jariya, na unafollow kurasa huu kwa mafunzo zaidi. Assalamu alaikum. Tumuombeeni Allah atujalie tuwe na wenye kusikiza na kufuatilia.